Inakuwaje kama kawa? Mimi naitwa Chris Favors. Karibu, tuko hapa KMC, uwanja ambao pia una historia kubwa sana ya soka la hapa Tanzania. Leo tuna tukio kubwa ambalo limeandaliwa na Safari Laga, tukio la Safari Laga FIFA World Cup Podcast Experience. Kama unavyoona hapa na jopo la watu wakubwa sana na ambao wana heshima kubwa kwenye historia ya mpira wa Tanzania, wamefanya makubwa na bado wengine pia wanaendelea kufanya makubwa. So Safari Laga kwa kuona hilo wakaamua kuja na podcast hii maalumu ambayo kwa ukubwa wake wote imebebwa ndani ya hii jezi ambayo unaiona nimeivaa, inaitwa jezi ya mabingwa. Hii sio tu jezi ya kawaida, ukitazama hapa ni jezi ambayo imebeba historia ya matukio mengi makubwa ambayo yanalihusu soka la Tanzania yaliyowahi kutokea, na pengine imewekwa maalum kabisa kwa ajili ya kuona tulipotoka na wapi tunapoelekea. So kama unavyoona hili jopo lote pale mwishoni, niko na my brother Shomari Kapombe ambaye wote tunamfahamu, amefanya mengi sana makubwa kwenye historia ya mpira wa Tanzania, lakini pia niko na Dickson Job, miongoni mwa nyota wakubwa sana wa mpira kutokea hapa nyumbani Tanzania. Tupo na mkongwe Mrisho Ngasa ambaye tayari tunafahamu historia yake, ameshafanya mengi makubwa kwenye football yetu ya Tanzania, na miongoni mwa watu ambao tunajivunia leo tuko naye hapa, pamoja na my brother Chambua, yuko hapa akiwa kama mchambuzi wa soka lakini pia mdau mkubwa wa soka, naye atatupatia kile ambacho tunataka kukisikia kutoka kwake kupitia podcast hii maalum. Lakini niko na hawa naweza nikasema ni kings of this generation kwenye masuala ya football hapa Tanzania, my brother Ali Kamwe pamoja na Ahmed Ali. Nao tunawafahamu vizuri mchango wao kwenye football hapa Tanzania. Nini ambacho watasema leo kwenye hii podcast? Let's find out. Aisha, tuko vizuri? Tuko sawa. Tuko kwenye finali sasa hivi. Nikianza kwa my brother Sekilojo. Najua mwanzoni wa kombe la dunia watu wengi walikuwa na tabiri zao nyingi sana. Fulani atafika finali, nani atafika finali. Kwako wewe, hata kama pengine hii timu haijafika finali, unafikiri timu gani walau ilikuwa na hiyo mentality ya kupambana kwa ile kuonyesha kwamba morali ya kwamba wanataka kucheza final, na bahati mbaya pengine hawajatoboa finali? Ziko timu nyingi ambazo zilionyesha hiyo determination ya kutaka kufika mbali, na especially ukiangalia ni kwamba kila nchi iliyokuwa pale ilikuwa ina matarajio ya kufika, lakini kila hatua inapokwenda unaziona timu zinazobaki. Moja ya timu ni Ufaransa. Walionyesha kabisa kwamba kuna kitu wanahitaji, lakini nikizungumza pia hata katika timu zetu za Afrika, Egypt wapo pamoja na Morocco, walionyesha hiyo tangia mwanzo kwamba kuna kitu wanakihitaji kukifanya katika mashindano haya World Cup ambayo yamefanyika kule Marekani, Mexico na kule Canada. Kwa hiyo hizo ndio timu ambazo zilionyesha wazi pamoja kwamba ziko timu nyingi zimefanya hivyo. Kuna namna hapa katikati tulisema kwamba sasa hivi haijalishi timu ina jina kubwa kiasi gani. Timu kama Ujerumani, nakumbuka namna ambavyo imetoka, si ndio? Katika namna ambayo watu wengi tulikuwa hatutegemei. Ulijua kabisa Ujerumani anatoboa lakini katolewa. Unafikiri hiki kilichotokea kwenye kombe la dunia kabla tuenda kwenye finali kitabadilisha kwa namna moja ama nyingine namna ambavyo pengine mataifa yatakuwa na approach kombe la dunia kwenye games kwa msimu unaokuja? Mimi nadhani kila timu huwa inajiandaa pakubwa inapoelekea kwenye kombe la dunia. Tofauti na timu za Afrika. Timu za Afrika ndio ikishatolewa unaanza kusikia matatizo mengi, yule sijui kulipwa, sijui kufanyaje. Lakini kwa wenzetu huwa wanafanya maandalizi katika maximum level. Kinachotokea ni kuja kuzidiwa dakika 90 za uwanjani. Of course hakutegemea Ujerumani kung'oka mapema, lakini amezidiwa dakika 90. Uholanzi alikadhalika hakutegemea mapema, lakini amezidiwa dakika 90. Kwa hiyo kilichotokea kwa haya mataifa yenye majina makubwa ni sio maandalizi mabaya, bali ni ubora wa wapinzani ambao wamekutana nao na wameweza kuwatoa. Okay. Alikama umepitia kipindi kigumu sana ndugu yangu. Sana. Hali yako ni mbaya. Vipi kwanza? Una hali gani? Utabeba lakini. Unabeba? Kupitia nani? Sasa hivi. Umehama tena? Sasa hivi nipo. Unajua kwanza kuna timu zilizojiandaa na kombe la dunia kiufundi. Alafu kuna sisi Ureno ambao tulijiandaa kwa mdomo. Sisi tulijiandaa kupiga domo kwenye World Cup kwa sababu tulikuwa na hiyo timu yani ambayo unaiona kabisa yani kwamba tuna wachezaji yani, lakini ndio hivyo tumeangukia pua. Sasa hivi tumekwenda finali. Ureno uzuri tunaendelea. Sasa hivi tupo kwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nataka rudia, unasema?
tupo na Cristiano Ronaldo, na niwaambie mashabiki wa Argentina ni kama wanaanza kutengeneza undugu hivi kwamba sijui Messi hakuna. Sisi mashabiki wa Ureno, mashabiki wa England, mashabiki wa Ufaransa tunakwenda kusimama na Hispania, na Hispania anatakiwa achukue ili kombe kwa sababu ya heshima ya Ronaldo. Okay. Messi akiba mara mbili tutakuwa hatuwezi na mjadala kujadili, itakuwa ni aibu. Iko hivi. Uko uhusiano wa karibu sana kati ya Spain na Argentina. Okay. Ugomvi ama uadui unaletwa na watu baki ambao ndio wakina Ureno, wakina England wanataka kutugombanisha. Lakini Yamal pamoja na Messi ni watu ambao wana udugu, wametoka La Masia wote, sio kuwa na mashaka. Na tungetamani sisi kumuona Yamal akichukua ndoo yake ya kwanza ili apate na yeye sifa kuelekea kwenye uchezaji mkubwa. Lakini sasa ina uwezekano mkubwa hii ikawa ni finali ya mwisho ya Messi. Kwa ni vema akachukua Lionel Messi ili tukamuaga vizuri kwenye career yake na Argentina. Lakini kama haitoshi, tukawa tumefunga kabisa ukurasa wa nani bora kati ya Ronaldo na Messi. Mimi ni Argentina. Anachonifurahisha Ronaldo, anachonifurahisha Cristiano. Unajua yeye na Messi, yeye ni mkubwa kwa Messi. Ana 41 sasa hivi, Messi ana 39 kama sikosei. Ila Messi ni rahisi zaidi kustaafu kuliko Cristiano. Cristiano unaweza mkaona tumemaliza hapa miaka 45 tukaweka rekodi sisi Ureno tumeingia ashindwi Cristiano. Sasa kama akiwa na 40 amekuwa mtumishi hewa. So hewa kaka. Akija na 45 hapo weka heshima wa Cristiano. Hawezi kuwa mtumishi hewa. Alikuwa Bruno Fernandes. Hakufanya majukumu yake yanatakiwa afanye. Bruno kama ameweza kumtengenezea assist mchezaji anaitwa Benjamin Sesko. Unamjua Sesko? Nafahamu. Sisi tunashabikia Manchester tunajua Sesko inavyochukua kazi ngumu kufunga goli. Bruno anamfanya Sesko anakuwa striker. Anashinda kumfanya Ronaldo kuwa top scorer World Cup. Kwa sisi wale tunajua aliyetufelisha. Namba 1 ni Bruno Fernandes na kikundi chake cha wahuni walichokitengeneza cha kutaka blower staff ili wao waanze kutamba. Unajua hiyo bado yupo sana. Hiyo shida anayopitia Ronaldo na hawa kina Bruno ndio ambayo alipitia Messi wakati yuko na kina Di Maria, kina Kun Aguero. Di Maria salimpa taji huyu Qatar. Ndio shida ambayo alikuwa na, lakini sasa hivi ukiangalia yuko na wavunja kuni wengi wote. Shida tofauti yuko wapi? Messi yeye alikuwa na watu wanaojua mpira ambao walikuwa wanamtegemea yeye, yani wa Di Maria nani hao kina Gonzalo Higuain kile wao walikuwa pressure hawahusiki nayo kwamba ikifanya vibaya Argentina ni kuhusu Messi. Ila sisi Ureno shida yetu ni moja, tuna watu wanaojua mpira kweli kweli na wanajua kuna pressure wanaipata. Wao shida yao ni ego tu. Okay. Yani wao ni kaigo tu kwamba kama unafikiri hawampendi Ronaldo? Hawapendi namna ambavyo inazungumzwa baada ya Ureno kushinda. Yani inaweza Ureno akashinda 3-0 na Cristiano hajafunga, lakini media zikaenda kwa Ronaldo kwamba Ronaldo na Ureno wameingia kwenye hatua fulani. Sasa waandamizi wakikawa wakiangalia yani huyu hajafunga goli. Sasa ana sisi tofauti Argentina wenyewe washakubali. Sasa hivyo washakubali. Kama lolote liwe huyu tunampambania huyu. Tunampambania huyu. Na ndio maana mfano jana ukiangalia Messi akichezewa faulo. Bana wanapokuja wale watu kulinda sana. Ni hatari mzee. Yaani kama waenda kuokoa nchi. Lakini hicho kitu akijaja kwa bahati mbaya ni kwa sababu ya Messi ambavyo anaishi na wachezaji wenzake. Sijui wanaishije. Messi timu ikishinda hajisifi mwenyewe nafikiri. Anakuja anasema kwamba tumeplay as a team. Mara zote amekuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto pia ya bwana Alcamo. Bado anajimilikisha mafanikio mara zote simuona hata kwenye anajimilikisha anayo. Ni vizuri anayo mafanikio. Sasa mkikaa mzungumze. Sisi tutawatoa watoto. Chuma kitaunda 45 World Cup ijayo. Kwa kifupi sana Mrisho. Yalikuwa malalamiko mengi sana kwenye ile game ya Norway yanatolewa. Unafikiri ilikuwa ni fair? Maamuzi yalifanyika sawa? Wa mwisho kuamua huwa ni muamuzi. Kwa hiyo muamuzi ndio watu wanamfuata. Anachezesha pale basi yeye ndo kama imamu. Okay. Tunaelekea kwenye finali. Nataka of course ni wote tutatabiri Argentina pamoja na Spain. Dickson, nani nafikiri anakwenda kubeba kombe? Mimi kwangu Spain bwana. Spain. Mimi kwangu naipa game 50-50 kwa sababu
Mfano naweza kusema kwamba Argentina wako na determination kubwa sana kuelekea katika finali hii, kwa sababu ile finali iliyopita waliweza kufanya kitu kama hichi, na vile vile kwa Spain ina wachezaji wengi wako vijana, na anaweza kusema kwamba kuna wengi ni mara yao ya kwanza kuweza kucheza finali ya kombe la dunia, lakini hiyo haiwezi kuwapa kwamba kuna ugeni wowote. Naweza kusema kwamba watatumia ile strengths yao waliokuwa nayo ili kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi naiona game itakuwa ni ngumu, na ndio maana anaipa 50-50. Okay, Mrisho unaondoka na nani? Argentina. My brother, chambua. Okay, mimi sio mtabiri lakini ni mshabiki wa Lionel Messi. Okay. Lakini najipa nafasi Spain. Naipa nafasi Spain. Spain naipa nafasi kwamba wanaweza. Kama unasema Spain. Cristiano Yamaldo. Ahmed? Argentina moja. Argentina. Okay, let's just wait kwa sababu finali sio mbali, tunaenda kushuhudia nini kitakachoenda kutokea. Lakini nataka kwa kifupi sana, kama ni Ahmed, uniambie kwa matukio yaliyotokea kwenye World Cup, tukio gani ambalo unafikiri labda linapaswa kuwepo kwenye jezi ya mabingwa? Ni bwana, wale marefa wa World Cup wale picha zao ziwekwe kwenye jezi ya mabingwa. Wale ukianguka kaka wana tuondoke. Hakuna kupoteza muda. Hakuna kulemba kaka. Si mmegongana hivi faulo? Anaondoka. Wale picha zao ziwepo wale. Niwashukuru sana.